ChatGPT kwa ajili yako wewe mwandishi wa vitabu. Kimsingi sana masterclass hii itakusaidia wewe kuweza kuandika vitabu vya aina yoyote ambavyo unavitaka, lakini pia itakusaidia cha kawaida ambacho kitaonekana kama kiliandikwa na maroboti, bali utatoka na kitabu ambacho ni bora kabisa, lakini pia kitabu ambacho kinahitajika sokoni. Kumbuka, sio kila kitabu kinahitajika sokoni, ingawa waandishi wa vitabu ni wengi. Vipo vitabu vichache ambao vinatakiwa sokoni, na kupitia darasa hili utaweza kufahamu ni vitabu gani ambavyo vinahitajika sokoni, ambavyo vitakusaidia wewe kupata fedha ili usianze kujilaumu kwa nini uliandika hivyo vitabu, kwa sababu mojawapo ya topic tutagusia hilo swala la monetization ya content. Kwa hiyo masterclass hii ya ChatGPT itakuvusha sana. Kuanzia sasa hivi hautatumia mwaka mzima kuandika vitabu, bali utatumia muda mchache tu. Vitabu vingine utaandika within 7 days, wengine 30 days, wengine 2 months, kulingana aina ya kitabu ambacho unakiandika na research ambayo inakuhitaji kufanya. Kumbuka, naitwa Lakson Tungaraza na mimi ndio nitakuwa mkufunzi wako katika masterclass hii. Na ChatGPT nadhani unaifahamu. Muonekano wake ndio huu. ChatGPT huu ni mfano wa kwenye desktop kwa kutumia laptop, lakini ukifungua kwenye simu yako utakutana na skrini ndogo, lakini huu ndio muonekano wake wa ChatGPT, na vitu vyake vya pembeni kwenye desktop vinaonekana hivi. Na mimi ni kwamba nimekwisha kuwepo kwenye tasnia ya uandishi wa vitabu kwa miaka 10, zaidi ya miaka 10 nimekuwepo kwenye tasnia hii ya uandishi wa vitabu. Kwa hiyo na experience ya kuweza kukusaidia wewe kuweza kufanya jambo lako na likafanikiwa kwenye uandishi wa vitabu. Lakini nimekwisha kufundisha zaidi ya watu 500, ambapo wengi wao wamekwisha kutoa vitabu na wengine wamekwisha kushinda tuzo za uandishi wa vitabu. Ukiingia kwenye akaunti yangu ya Instagram ya Lakson Tungaraza utakutana na posti za hao watu. Lakini pia mimi mwenyewe ni mwandishi wa vitabu, nimekwisha kuandika vitabu zaidi ya 15. Lakini pia ni mmiliki wa Landmax Designs ambayo ipo specifically kwa ajili ya waandishi wa vitabu, kuwasaidia kuanzia kwenye idea, kwenda kwenye manuscript mpaka kwenye kupublish vitabu. Hiyo jani nzima kuanzia kitu kilichopo kichwani kwenda mpaka kushikika kwenye kitabu. Kwa hiyo utakuwa na mimi kwenye hii safari nzima ya kufahamu ChatGPT kwenye matumizi ya uandishi wa vitabu. Na kitu ambacho unatakiwa kukifahamu kabisa kabla hatujaingia ndani ni kwamba ChatGPT ina maeneo mawili. Kuna generational na conversational. Yaani kuna generational, kuna upande wa generational na kuna upande wa conversational. Upande huu wa generation ni pale ambapo wewe unaandika prompt, yani maelezo ambayo itakusaidia wewe ChatGPT kuweza kukutengenezea picha ama infographics, yani vile vyote ambavyo vinakuja kwenye mfumo wa graphics. Inaweza kuwa picha, graphics, illustration, vectors na tofauti. Lakini kwenye conversational ni pale ambapo unaongea nayo AI kwa njia ya text. Unaongea naye, unamuuliza kitu fulani, anakujibu, unamwambia kwa nini umeuliza hivyo, anakupatia jibu. Kwa hiyo unakuwa kama unafanya naye mawasiliano, tofauti na generation ambayo unaipatia maelezo na kupatia picha. Lakini hii unachati nayo kama unavyochati na rafiki yako. Kwa hiyo kupitia masterclass hii utajifunza vitu vitano vya msingi. Kitu cha kwanza utajifunza jinsi ya kutumia ChatGPT kuandika kitabu bila kutoa kazi mbovu. Kumbuka kabisa ya kwamba mnaweza mkaandika kitabu cha malezi nyewe watu wawili tofauti. Mmoja akatoka na kitabu kizuri, mwingine akatoka na kitabu kibaya, kwa sababu ya kutofautiana katika matumizi ya ChatGPT. Kuwa tu na akaunti ya ChatGPT au kufanya wewe kuwa master wa kuitumia. Unaweza ukaingia ChatGPT sasa hivi ukaandika prompt, lakini ukatoka na kitabu kibovu kama vile hotuba ya mwanasiasa mmoja ambaye
ambaye anajiropokea ropokea tu, lakini ukijifunza ChatGPT utajua jinsi ya kutoa kazi hizo nzuri zaidi. Lakini kitu cha pili, utafahamu prompts bora za kuandika sura za kitabu, hasa upande wa non-fiction books, vitabu ambavyo vinaongelea mbali ya matukio halisi katika maisha, sio ya kutunga. Kwa hiyo utafahamu. Lakini kitu cha tatu, utafahamu makosa ambayo waandishi wanayafanya wanapotumia ChatGPT na wewe jinsi ya kuyaepuka ili usiweze kuingia kwenye mtego kama wa kwao. Na kitu cha nne, utajifunza jinsi ya kutumia ChatGPT kupata ideas za kitabu zinazouza Tanzania. Kama nilivyokuambia awali, sio kila kitabu kinaweza kikapata mauzo mazuri. Lazima uje na kitabu kizuri ambacho kitakusaidia wewe kupata mauzo. Na cha mwisho kabisa, utafahamu jinsi ya kutumia ChatGPT kuharakisha uandishi, kupata outline, kuedit kitabu, kupata titles, subtitles, kupata maelezo ya kitabu. Kwa hiyo kupitia masterclass hii utajua kuanzia kwenye kupata idea, utajua jinsi ya kutengeneza zile table of content, kwa maana ya sura ambazo utakuwa unazongelea kwenye kitabu chako. Utafahamu jinsi ya kuandika kila sura mpaka mwisho. Utafahamu jinsi ya kuhariri hiyo kazi yako. Utafahamu jinsi ya kuifanya hiyo kazi yako isionekane imeandikwa na mtu mwingine, bali imeandikwa na wewe, kwa sababu kama unapost kwenye mitandao ya kijamii tayari watu wamekwisha kujua namna unavyoandika. Kwa hiyo utatumia ChatGPT kwa namna ambayo hata mtu akisoma hicho kitabu atajua ni Lacson Tungaraza amekiandika, ingawa ulikiandika kutumia ChatGPT. Kwa hiyo chukua daftari lako, chukua kalamu yako, uwe una note down vitu ambavyo unajifunza mahali hapa. Tofauti yako na mtu ambaye hajahudhuria mahali hapa ionekane katika kufanyia kazi. Sio tu kuwa na rundo la knowledge. Ukiwa na rundo la knowledge bila kuweka kwenye practical, hautakuwa na utofauti na watu wengine. Kwa hiyo chukua kalamu, chukua daftari, note down, lakini pia hakikisha unafanyia kazi practically kwenye hii ChatGPT kama tutakavyoongea. Hakikisha kwamba una account umefungua kwenye ChatGPT, tayari una account, na ni nzuri zaidi ukija ukailipia ChatGPT yako, ukailipia ili iweze kusaidia kuwa na conversation ya muda mrefu. Kwa hiyo ondoka kwenye ile free version, lipia. Kwa mwezi ni kama 15,500, hata 16,000 haifiki. Kwa hiyo kama uko serious, lipia ChatGPT uweze ku access features nyingi zaidi. Kwa hiyo karibu sana tuweze kwenda pamoja katika hii safari.